Baada ya kununua gari la zamani ambalo limechakaa sana na kuanza kulirekebisha mwenyewe, kijana mmoja hivi ambaye huwa anadharauliwa sana na wenzake akaanza kubadilika taratibu. Lakini sasa cha kushangaza ni kwamba lile gari ambalo amelichukua lilionekana kama vile kiumbe hai, kisha likaanza kuwafuata watu wote ambao walikuwa wakimdharau ambaye analimiliki. Ona sasa hilo gari lilivyowafanya hao watesi wa ambaye anammiliki, yani liliwatafuna wote. Movie yetu bwana inaitwa Christine na mzigo unaanza mwaka 1950 ndani ya kiwanda cha kutengenezea magari aina ya Plymouth Fury. Hapa tunaona magari yakikamilishwa kama kawaida, yakisafishwa na kuandaliwa kupelekwa kwa wateja. Lakini kati ya magari yote kuna gari moja hivi ambalo ni jekundu, lilikuwa likionekana liko tofauti kabisa na mengine. Basi bwana mfanyakazi mmoja akaanza kulikagua lile gari bwana. Lakini ghafla wakati akiwa anachunguza kwenye injini yake, boneti likajifungua lenyewe na kuja kumponda mikono yake vibaya sana. Jamaa akabaki akiwa anaumia tu, so ikabidi akimbizwe kwenda kutibiwa. Wakati huo huo mfanyakazi mwingine akaingia ndani ya gari hilo na kuanza kuvuta zake sigara kama kawaida. Majivu ya sigara akawa yanadondoka taratibu kwenye siti ya gari. Baada ya muda kazi ikaisha, wafanyakazi wote wakaanza kuondoka zao. Lakini sasa msimamizi wa kiwanda akaona gari jekundu bado limewasha taa. Akasogea karibu ili kuweza kulikagua vizuri. Owe. Uwezi amini alipofika pale akakuta ule mfanyakazi ambaye alikuwa akivuta sigara ndani ya gari amekufa mule ndani. Na hapo ndipo mambo ya ajabu yakaanza kutokea sasa. Sasa miaka ikatembea ikafika mwaka 1978. Hapa tunakutana na Dennis, kijana ambaye ni mchezaji wa football na pia alikuwa ni rafiki yake sana jamaa mmoja ambaye anaitwa Annie. Basi bwana Dennis akafika nyumbani kwa Annie ili kuweza kumchukua waende shule pamoja. Huyu hapa ndo Annie mwenyewe sasa, kijana mpole sana na huwa anavaga miwani kama unavyomuona. Na mara nyingi amekuwa akidharauliwa sana na wanafunzi wenzake. Sasa licha tofauti zao hawa wawili bwana wamekuwa ni marafiki wakubwa sana. Wakaenda shule kama kawaida. Walipofika wakaanza kuchukua vitabu vyao kwenye makabati pale. Ghafla akaingia mwanafunzi mpya shuleni. Huyu msichana anaitwa Lee. Lee alikuwa ni msichana mrembo sana ambaye alikuwa akiwavutia wanafunzi wengi sana wa kiume ambao walikuwa hapo shuleni. Nadhani hata wewe mwenyewe pia umesoma shule unaelewa. Uoga kuna kuaga na kapisi kamoja klasi kanasumbua sana. Baadaye Dennis akawa anamsubiri Annie waende kula chakula cha mchana. Lakini alikaa muda mrefu bila kumuona. Akaanza kumtafuta. Sasa kumbe bwana Annie alikuwa amekwenda kwenye workshop ya shule. Alipofika huko akawa amebananishwa na kundi la wauni bwana. Na kiongozi wa ile kundi alikuwa akiitwa Buddy. Mchizi amekuwa mbabe sana hapa shuleni. Kazi yake ni kuwatesa wenzake tu. Sasa Dennis aliposikia hivyo akakimbia haraka sana kumfuata. Ile kufika tu akakuta Buddy amechukua chakula cha Annie, alafu kisha amemtolea kisu. Dennis akajaribu kuingilia kati bwana, lakini Buddy akatupa kile chakula chini, kisha Annie akateleza na kuanguka vibaya sana. Sasa alivyodondoka miwani yake nayo ikadondoka chini. Buddy akaikanyaga ile miwani mpaka ikavunjika yote. Sasa wanafunzi wakaanza kucheka bwana, lakini Dennis akapata kachansi akamvamia Buddy ghafla, kamtandika ngumi ya uso. Wakati huo wauni wengine wakamvamia Dennis bwana, lakini mwalimu mmoja akafika na kuamuru wasimame. Baada hapo Dennis na Annie wakaanza kuzungumza juu ya hilo tukio. Lakini walipokuwa njiani, Annie akaona gari mbele ya nyumba moja hivi. Akamwambia Dennis asimamishe gari. So akashuka ili kwenda kulikagua hilo gari. Kumbe sasa ilikuwa ni gari aina ya Plymouth Fury ambayo ilikuwa na rangi nyekundu. Na hili ndo lile gari ambalo tuliliona kwenye utangulizi wa movie yetu kule kiwandani. Lakini hapa sasa limechakaa sio poa. Na linaonekana kama chuma chakavu tu. Dennis aliliona kama gari la kawaida tu, lakini Annie alitokea kulipenda sana lile gari. Muda si mrefu mzee mmoja akatokea pale. Huyo mzee anaitwa George Libai. Akawaambia kwamba gari hilo linaitwa Christine. Na lilikuwa ni gari la kaka yake ambaye alifariki wiki chache zilizopita. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe pia anataka kuliuza haraka sana. Na bei yake itakuwa ni $250, yani kitanzania hiyo ni kama vile $650. Lakini Dennis akamshauri Annie asilinunue. Ila Annie sasa akakataa kabisa, maana alikuwa amelipenda sio poa. So ikabidi alinunue hapo hapo. Jioni yake Annie akarudi nyumbani na kuwaambia wazazi wake kuhusu hilo gari. Mama yake alikasirika sana. Alimwambia aliondoe hilo gari mara moja. Lakini Annie akakataa. Akasema amenunua kwa pesa zake, so hawezi kuliondoa. Mama yake akaendelea kusisitiza kwamba hilo gari inabidi liondoke. Yaani nyumbani ilikuwa ni vita tu mpaka Annie mwisho wa siku akaamua kuliondoa isee. Akalichukua hilo gari ambalo linaitwa Christine kulipeleka kwenye gereji moja hivi, na wakati huo alikuwa na Dennis. Walipofika alikutana na mmiliki wa gereji ambaye alikuwa anaitwa Will. Huyu mzee alikuwa ni mtata sana, yani hana utani kabisa. Lakini aliweza kuwakubalia kuliweka lile gari pale kwa huo usiku tu. Baada ya kuwaruhusu aliweke, kisha akawaambia watembee, yani waondoke. Wakiwa njiani Dennis akamuuliza Annie kwa nini amenunua hilo gari chakavu kama hilo. Annie akajibu kwamba nimenunua gari ambalo linafanana na mimi mwenyewe, watu wamekuwa wakinichukia sana. Kwa hiyo nimependa kitu kibaya, lakini nikilipambania linaweza kuwa gari bora kabisa. Sasa Annie akawa anaendelea kufanya kazi usiku kwa mchana kulirekebisha gari lake la Christine.
Na kama tunavyojua kwamba Anne alikuwa ni kijana ambaye alikuwa akidhalilishwa sana shuleni kwao, lakini baada ya kulinunua gari hilo chakavu akaanza kulipa muda wake wote kulirekebisha. Sasa mzee Willy ambaye ndiye mmiliki wa gereji alikuwa ni mzee mtata sana, ni kama nilivyosema, na alikuwa na maneno makali sio poa. Baadaye aliweza kumruhusu Anne kufanya kazi pale gereji, na makubaliano yao yakawa ni kwamba Anne atakuwa akimsaidia kazi zote za pale gereji, na malipo yake atakuwa anaruhusiwa kuchukua vyuma chakavu pamoja na vipuri kwa ajili ya gari lake. Na Anne alikubaliana kabisa na hiyo issue. Siku zikaendelea kupita bwana, na Anne akaendelea kufanya kazi kwenye ile gereji huku akilihudumia gari lake bila kuchoka. Lakini yeye mwenyewe bila kujua akaanza kushikamana na hilo gari ambalo linaitwa Christine bwana. Urafiki wao kazidi sio poa. Sasa siku iliyofuata Dennis ambaye ni rafiki yake na Anne alikuwa na marafiki zake wawili wakizungumzia kuhusu msichana mgeni ambaye alianza kusoma kwenye ile shule ambao wao pia walikuwepo, ambaye jina lake alikuwa akiitwa Lee kama tulivyosema. Mmoja wa marafiki wa Dennis aliweza kumwambia mwenzake kwamba inabidi aende kuongea na huyo mchumba maktaba. Basi bwana Dennis akakubali kwenda. Ikabidi aingie mule maktaba, akakaa karibu na Lee kisha akamtongoza bwana. Baada ya muda mfupi Dennis akamuomba watoke pamoja, lakini Lee akamwambia kwamba ana appointment na mtu mwingine. Dennis bwana akakataliwa na kuondoka zake huku akiwa na aibu sio poa. Baadaye Dennis akaenda nyumbani kwa kina Anne ili wazungumze kwa sababu hawakuwa wakionana sana kama zamani. Lakini alipofika akamkuta Anne amebadilika sio poa. Hakuwa tena na miwani, mavazi yake yalikuwa tofauti kabisa na mwanzo, na tabia yake pia ilikuwa imebadilika kiasi kwamba hata yeye mwenyewe Dennis alikuwa anashindwa kuelewa. Lakini pia Anne akawa ni mkali na mwenye hasira kuliko kawaida. Dennis alipojaribu kuzungumza naye, Anne hakumsikiliza hata kidogo. Akatoka haraka kwenda zake kufanya kazi kwa mzee Willy. Mama yake Anne alijaribu kumzuia, lakini kijana hakumsikiliza wala nini. Baadaye mama yake akamwambia Dennis kwamba ana wasiwasi sana na mwanae. Akasema tangu Anne anunue hilo gari ambalo analiita Christine, tabia yake imeanza kubadilika kabisa. Pia akamwambia kwamba mmiliki wa zamani wa hilo gari ambalo ni Christine alijiua ndani ya gari hilo kwa gesi ya carbon monoxide. Dennis aliposikia hivyo akaingiwa na wasiwasi mkubwa sana. Akaenda kwa George, sasa yule mzee ambaye alimuuzia Anne hilo gari. George alimwambia kwamba kaka yake ndiye ambaye alikuwa akimiliki hilo gari ambalo alikuwa akiliita Christine. Akasema kwamba kaka yake alikuwa akilipenda sana hilo gari, na alikuwa akilipenda kiasi kwamba ukimwekea familia yake na hilo gari basi atachagua hilo gari. Sasa baada ya kifo cha huyo mzee ambaye alikuwa akimiliki gari, uwezi amini bwana, hilo gari liliweza kwenda mpaka nyumbani kwa George bila mtu yoyote kulileta. Dennis aliposikia hiyo historia, wasiwasi wake ukazidi kuongezeka. Akaenda gereji kuliangalia hilo gari. Alipofika, alipojaribu kuligusa tu, redio ilijiwasha yenyewe. Dennis akashtuka sana na kuondoka haraka. Sasa siku iliyofuata kulikuwa na mechi ya mpira shuleni. Dennis alikuwa ni bonge moja la mchezaji hapo shule. Wakati upo uwanjani akamwona Anne akifika na Christine hapo shuleni, yani hilo gari. Ghafla mlango wa gari ukafunguliwa na Lee akashuka ndani bwana. Dennis alishangaa sio poa. Kisha Anne na Lee wakakisi mbele ya watu wote. Dennis akapoteza umakini kwenye mechi na kuanguka vibaya mno. Kisha alijeruhiwa. Siku kadhaa baadaye Dennis aliamkia hospitalini. Anne akamtembelea pale na wakaanza kuzungumza. Dennis akasema kwamba hataweza kucheza mpira tena, lakini alishangaa sana kumuona jamaa yake akiwa na msichana ambaye alikuwa akimfukuzia kwa muda mrefu sana. Kisha akamuuliza Anne alifanikiwa vipi kulirekebisha hilo gari kwa muda mfupi. Anne akajibu kwamba amefanya kazi kwa bidii ndio maana amefanikisha, lakini pia akasema kwamba aliwalazimisha wazazi wake kulisajili hilo gari kwa majina yao, la sivyo angeacha shule, na wazazi nao walikubali. Sasa jioni ilipofika, Lee pamoja na Anne walitoka zao kwenda kucheki movie. Walikuwa wakienjoy kama kawaida, lakini baada ya muda mambo yakaanza kubadilika bwana. Ghafla Lee akatoka ndani ya gari. Anne ikabidi amfuate, maana muda mfupi uliopita walikuwa wanaelewana vizuri tu. Ndipo Lee akamwambia Anne kwamba hataki tena kukaa ndani ya gari hilo. Basi bwana wakaanza kubishana pale, na Lee alikuwa akisema kwamba Anne amekuwa akitumia muda wake mwingi kwa Christine kuliko yeye. Kwa hiyo mapenzi ya Anne yamebezi sana kwenye gari lake kuliko mpenzi wake. Anne hakuelewa ni kwa nini Lee alikuwa akisema hivyo, na akaona mazungumzo hayo hayana maana hata kidogo. Kwa kuwa mvua ilikuwa inaanza kunyesha, akamshawishi sana warudi ndani ya gari waweze kuzungumza. Lee aliweza kukubali, lakini mara tu walipoingia ndani, wiper za mbele zikaanza kuzingua bwana. Anne akatoka nje ili kuweza kujaribu kuzirekebisha. Wakati huo yeye Lee alikuwa amebaki zake ndani ya gari tu, lakini ghafla redio nayo ikajiwasha yenyewe, na hilo pia halikutosha. Kwenye dashboard kukatokea mwanga mkali sana, na sekunde chache baadaye Lee akaanza kujisikia vibaya sana, maana ilikuwa ni kama vile kuna kitu kimempalia kooni. Hali yake ikaendelea kuwa mbaya na akaanza kukosa hewa. Anne alipoona hivyo
akakimbia mara moja kwenda kumsaidia, lakini gari likawa limegoma kufungua mlango. Ani akajaribu kufungua mlango kwa kila njia aliyoweza, lakini hakuweza kufanikiwa. Kwa bahati nzuri, Lee ambaye alikuwa akikosa hewa aliweza kuvuta ile lock ya mlango wa gari, na kulikuwa na mwanaume mwingine pembeni, so aliweza kumfungulia mlango na kuweza kutoka. Lakini Ani alipoona mwanaume huyo akimsaidia Lee, alipatwa na hasira sana na kumshambulia. Hata hivyo, mwanaume huyo alikuwa akipambana sana, akijua kwamba huenda kuna chakula ambacho kimekwama kwenye koo la Lee, na hatimaye akafanikiwa kumwokoa. Baada ya tukio hilo, Ani alimrudisha Lee nyumbani, lakini walipofika tu Lee akatoka haraka ndani ya gari na hakutaka hata mazungumzo naye. Hata hivyo, Ani alijaribu kuomba msamaha, na ndipo Lee akamwambia kwamba kwa namna fulani anahisi kwamba hilo gari Christine ndo anasababisha yote haya, na pia akasema kwamba hilo gari linaonekana kwamba lina wivu sana, kwa sababu kila anapokuwa naye ndio hayo mambo ya ajabu yanatokea kwenye hilo gari. Lakini kama kawaida, Ani aliona kwamba hayo yalikuwa ni mawazo tu ya mpenzi wake, na akaahidi kwamba watazungumza vizuri kuhusu jambo hilo siku inayofuata. Baada ya hapo, Ani akarudi kwenye gari lake, lakini alipojaribu kuliwasha likagoma kuwaka bwana, na wala hakujua shida ni nini. Basi bwana, si akaanza kuongea na gari lake Christine, akaanza kulieleza kwamba yaliyomtokea Lee hayawezi kubadilisha chochote kati yao, yani huyu Ani na gari lake, na litaendelea kuwa gari lake siku zote. Baada ya kusema hivyo tu, akajaribu tena kuliwasha, na uwezi amini, safari hii gari likawaka mara moja. Akaondoka na kulipeleka ile gari gereji. Sasa kabla hajaondoka, bila yeye kujua, Badi pamoja na genge lake la kiuni, wale majamaa ambao walizinguana nao kule shule, waliingia kwa siri ndani ya eneo hilo, na mara baada ya Ani kuondoka, wakaanza kuliharibu lile gari bwana. Hawakuridhika kwa kulivunjavunja hilo gari. Kuna mmoja wao akaingia ndani na kuanza kurarua viti, huku mwingine akiharibu redio ya hiyo gari. Sasa siku iliyofuata, Ani na Lee wakapatana tena na kwenda pamoja hadi gereji ili Ani aweze kuchukua waleti yake ambayo ilikuwa ndani ya gari. Lakini walipofika huko, Ani alishtuka kuona Christine ameharibiwa vibaya sana. Lee aliuliza nani ambaye amefanya hivyo, lakini Ani alishindwa kujizuia, so kwa hasira akamlazimisha aondoke. Baadaye wakati wa chakula cha jioni, kijana huyo aliwaambia wazazi wake kilichotokea, nao wakajaribu kumfariji wakimwambia kwamba watamsaidia kununua gari jingine. Hata hivyo, jambo hilo lilimfanya Ani azidi kukasirika zaidi, kwa sababu alijua wazazi wake wapo kama Lee tu, maana hawakuwahi kulipenda hilo gari lake. Zaidi ya hayo, aliwalaumu kwa kilichotokea, kwa sababu kama wangemruhusu kupaki gari lake nyumbani, hayo yote asingetokea. Baada ya kusema maneno mengi ya makasiriko kwa wazazi wake, Ani aliondoka mezani na kwenda chumbani kwake, lakini baba yake alimfuata na kumwambia aombe msamaha kwa mama yake. Hani aliendelea kuwa kaidi bwana, lakini Hani bwana, huwezi amini, alimpiga baba yake karibu kumuua. Masaa kadhaa baadaye, kijana huyo bado alikuwa na msongo wa mawazo juu ya gari lake Christine. Mwamba akaamua kurudi mzigoni kuanza kulirekebisha gari lake step by step, lakini alikuja kushangaa sana baada ya kuona gari Christine linajirekebisha lenyewe injini bwana. Lakini Ani alivutiwa sana na hiko kitendo, so ikabidi amuombe tena Christine na kumwambia kwamba amuonyeshe kitu kingine ambacho anaweza kukifanya. Kwa hali ya kushangaza, lile gari likaanza kujijenga upya kabisa bila msaada wowote. Sasa baadaye, katikati ya barabara, kulikuwa na jamaa mmoja hivi ambaye anaitwa Muchi kutokea katika kundi la Badi, yule jamaa ambaye walizinguana kule shule. Sasa kijana huyo wakati anaendelea safari yake, alikuwa akisikia sauti ya injini ya gari kwa mbali. Alipozidi kusogea, alikutana na Christine akiwa amesimama mbele yake barabarani, so akajawa na hofu akidhani kwamba Ani atakuwa yupo ndani ya lile gari. Lakini gari likawasha taa zake na kuanza kumkimbiza. Muchi alikimbia kwa nguvu zake zote, maana gari Christine lilikuwa linataka kumgonga bwana. Hamwamba si akadhani kwamba ameshaliepuka. Hatimaye Muchi alijikuta amenaswa bila yeye mwenyewe kuwa na njia ya kutokea, lakini gari Christine likaanza kusonga mbele kumfuata, ingawa njia ilikuwa ni nyembamba sana. Gari likajilazimisha kupita pale na kumponda Muchi hadi kufa. Asubuhi iliyofuata alikutana na Detective Jenkins ambaye alikuwa akichunguza uhalifu wa gari lake pamoja na kifo cha Muchi ambaye mwili wake ulikuwa umekatwa vipande viwili. Ani alidai hajui chochote kuhusu kifo hicho, ingawa yeye alikuwa anafurahia hizo habari. Baadaye akampigia Lee simu akijaribu kumshawishi waweze kukutana, lakini Lee alikataa, jambo lililomfanya Ani azidi kukasirika. Sasa wakati huo dukani, Badi na rafiki yake Doni walikuwa wamenunua vinywaji na kuondoka. Sasa wakati wapo njiani, gari lenye taa kali likaanza kuwafuata bwana. Hawezi amini bwana, kumbe ni gari Christine. Baada akakanyaga mafuta na kukimbia hadi akafika kituo cha mafuta ambapo rafiki yake Richi alikuwa anafanya kazi. Alishuka kwenye gari akiwa tayari anachuma mkononi. Ghafla gari Christine lilitokea kwa kasi na kugonga gari la Badi, kisha gari Christine likali linasukuma ile gari ya Mwamba ikaanza kuvuja mafuta.
na mafuta yakafika kwenye miguu ya Rich bwana. Baada ya muda gari la Bud likashika moto na mlipuko mkubwa ukatokea ndani ya gereji. So ndio hivyo tena, Rich akafa. Sasa kutokana na kwamba Bud alishuhudia kile kilichotokea, ikabidi akimbie ili kuweza kuokoa maisha yake. Lakini gari Kristen lilitoka kwenye mlipuko huku lilikuwa limefunikwa na moto na kumfuatilia barabarani usiku ule ule. Hatimaye gari hilo likamgonga Bud na kumwacha akiwa amekufa. Baadaye mzee Will alikuwa akilisikia gari likija pale gereji. Alipofungua mlango, alikuta gari lilikuwa lina moshi sio poa. Aliona ni ajabu kwa sababu Annie aliondoka na gari hiyo kwenda kufanya kazi ambayo alikuwa amempa. So akaenda kuchukua shotgun ili kuweza kujilinda. Kisha akajaribu kufungua mlango wa gari, lakini ulikuwa wa moto sana. Ikabidi atumie kitambaa kukamata na kufungua. Lakini cha ajabu hakukuwa na mtu yoyote ndani. Hata hivyo akaamua kuingia ndani ya gari ili kuweza kulichunguza. Huwezi amini bwana, gari likatumia nafasi hiyo kuhakikisha hakuna shahidi yoyote ambaye anaachwa hai. Na mwisho wa siku bwana, mzee wa watu alikufa hapo hapo. Siku iliyofuata Annie alirudi gereji na kukuta magari ya mapolisi. Alipoingia ndani alikutana na Detective Jenkins ambaye alimwambia kwamba amemkuta bosi wake akiwa ndani ya gari huku akiwa amekufa. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba mazingira alikuwa akionyesha kama vile alikuwa amejiua mwenyewe, kwa sababu alikuwa na bunduki ndani ya gari. Annie akasema kwamba hajui chochote kilichotokea, lakini akawa anahisi kabisa kwamba ili gari lake Kristen ndio limefanya yote hayo. Na wakati huo Kristen, huwezi amini bwana, akajirekebisha mwenyewe bila msaada wa mtu yoyote. Sasa wakati huo Dennis alirudi nyumbani na akapokea simu kutoka kwa Lee ambaye alitaka kuzungumza naye. So ikabidi aende kwake na Lee akamwambia kwamba anahisi gari linaweza kuwa linampelekea Annie kuwa na tabia za ajabu na za ukatili sana. Dennis hakukubali kwamba rafiki yake anaweza kufanya matukio mabaya kama ambayo yametokea. Alafu akasema kwamba lakini kama gari ndio linasababisha yote hayo, basi inabidi liangamizwe tu. Sasa baada ya mazungumzo yote hayo, Lee aliondoka, lakini sekunde chache baadaye Annie alifika akiwa na Kristen. Akamwambia Dennis kwamba wachukue waende kuzungumza, lakini Annie alizidi kuwa mtata, maana hataki mtu yoyote aliongelee vibaya gari lake. Sasa wakati wapo njiani alianza kupiga tungi sio poa. Gari ikawa inakimbizwa kwa kasi sio poa, na pia akawa ameachia mikono kwenye usukani huku gari lilikuwa linajiendesha lenyewe. Baada ya tukio hilo, Dennis alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Sasa siku iliyofuata akaandika ujumbe na kuuacha kwenye hilo gari na kumtaka bibi waweze kuonana gereji usiku ili waweze kupanga mambo. Usiku ulipofika, Dennis na Lee waliweza kukutana pale gereji na walikuwa wakimsubiri Annie, lakini Annie hakufika mapema. Kwa upande mwingine, Dennis na Lee wakaamua kutumia bulldozer kuingia ndani ya gereji na kuweza kujificha. Mpango wao ulikuwa ni kwamba Dennis ataliharibu hilo gari, lakini hawakujua kwamba hilo gari lilikuwa humo ndani kitambo sana na lilikuwa limejificha katikati ya vifusi huko. Cha kushangaza sasa, ghafla taa zake zikaanza kujiwasha bwana. Kristen likaanza kumkimbilia Lee. Lee akajirusha pembeni fasta na kunusurika kugongwa Dennis alitumia bulldozer kumkinga, lakini Kristen likarudi nyuma na kuendelea kushambulia bwana. Na bulldozer ilikuwa imesimama mbele yake. Ghafla ikagundulika kwamba Annie bado yupo ndani ya gari bwana, na ilikuwa imethibitiwa na hilo gari. Kristen likajirekebisha lenyewe tena. Bulldozer Dennis ikazimika ghafla. Dennis akawa anajaribu kuwasha tena, lakini halikuwaka. Wakati huo Kristen likaanza kuelekea ofisini kumkimbilia Lee, lakini wakati wa mgongano Annie akatupwa nje kupitia kwenye kioo cha mbele. Lee aliweza kumkimbilia kuweza kumsaidia. Annie alikuwa amejeruhiwa vibaya sana na kioo. Baada ya muda mfupi Annie akafariki mbele ya Kristen Ikabidi Lee akimbie zake nje ya garage, lakini Kristen likajaribu kumfuata kwa mara ya mwisho. Dennis akatumia tena bulldozer kuweza kulizuia. Kisha akaliponda Kristen hadi likageuka chuma chakavu. Sasa siku iliyofuata, Dennis na Lee walikutana na Detective Jenkins kwenye junkyard. Wakalikuta lile Kristen limegeuzwa kabisa chuma chakavu. Lakini ghafla wakasikia sauti ya redio ikiwa ina play mziki kwa mbali ikiwa inaimba, ukiona gari kale hujawahi kuiona basi ujue hiyo ndo gari yangu. Bang 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 bang, yenye mziki mkali kipita utaguna bezi lake, hindo gari yangu. Lazima oe gari yangu. Oe Kwa hiyo ndo hivyo bwana. Sasa baada ya hapo wakagundua kwamba ni mfanyakazi wa junkyard tu alikuwa anasikiliza muziki mwenyewe. Lakini ghafla kipande kidogo cha Kristen kikaanza kujisogeza chenyewe kutaka kujiunga bwana. Na hii inaashiria kwamba hilo gari bado litaendelea kuwepo mjini mpaka kieleweke. Hebu niambie sasa, umejifunza kitu gani kupitia hii movie? Binafsi nimeshaanza kuwa na hofu kununua magari used. Tuwekee komenti yako hapo chini tuweze kujua. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili uwe mwanafamilia wa Mentalic Recaps. Ulikuwa na mimi mchizi wako Aiko. See you next time.